sehemu za kompyuta. Ni vitu gani ambavyo ukiviunganisha kwa pamoja unapata kitu kinachoitwa kompyuta? Kuna vitu vikubwa vinne vya msingi kama sio vya lazima ili kompyuta yako iweze kuwa kamili na kuweza kufanya kazi sawa sawa. Cha kwanza ni system unit kwa maana hii, then cha pili ni monitor, then kuna keyboard, pia kuna nini? Kuna mouse. Sawa, ni vitu vinne ndivyo vya msingi. Lakini kuna vitu vya ziada ambavyo vinaweza vikawezesha kompyuta yako ikafanya kazi au kuperform kazi nyingine za ziada. Mfano kuna printer, sawa, kama hii ambayo printer inakuwezesha wewe kuhamisha taarifa zako kutoka kwenye kompyuta kwenda kwenye mfumo wa karatasi. Either inawezekana ikawa picha, ikawa ni barua na vitu mfano hivyo. Lakini pia kuna hii memory card reader kwa ajili ya kusoma memory card kwa ajili ya storage, kuna CD kwa ajili ya storage, kuna floppy ambazo mara nyingi zimekuwa replaced na nini? Na flash disk. Kwa hiyo siku hizi tunatumia flash disk sana. Then kuna microphone na kuna speaker. Kwa hiyo hizi zote ni sehemu ya computer, lakini si muhimu sana kama utalazimisha, kama sio za lazima sana ili computer iweze kufanya kazi ukilinganisha na system unit ambayo ndio computer yenyewe, monitor kwa ajili ya kutuonyesha kile kilichokuwa ndani ya computer, keyboard kwa ajili ya kuingiza taarifa kwenye computer, na mouse kwa ajili ya kuhusiana mtumiaji kuweza kuhusiana na computer yenyewe. Sasa tumezungumzia system unit. Sasa system unit ndio computer yenyewe. Sawa, na ukitaka ukiwa unawasha computer, cha kwanza unachowasha unawasha monitor, kisha unawasha system unit. Na utajua sehemu ya kuwashia monitor, system unit. Utaona kuna hichi kidude ambacho ni power button. Mara nyingi kinakuwa kimekaa katika mtindo huu hapa. Kwa hiyo hii ni power button. Kwa hivyo popote utakapoiona power button, then unaweza kubonyeza kwa ajili ya kuwasha computer. Sasa system unit inakuwa ina computer case. Computer case ni cover, ni housing, ni ile cover ambalo unafunika computer yenyewe. Kwa hiyo kilichokuwa ndani chenyewe ndio tunasema pamoja vyote vikolokolo vyote ni system unit, then kuna computer case ambayo ni cover ambayo inafunika computer. Kwa hiyo ukija ukiangalia hii ndio system unit na hivyo ndivyo vikolokolo ambavyo viko ndani ya system unit. Kwa hiyo ile cover tunafunika ndio inafunika hivyo vikolokolo. Sasa ndani ya system unit kuna vifaa vitatu ambavyo ni vya msingi. Cha kwanza ni central processing unit au kwa jina nyingine tunasema CPU au pia tunaweza tukasema microprocessor. Hichi ni kifaa ambacho hutumika kufanya maamuzi pamoja na mahesabu. Kwa hiyo ukiwa unafanya calculations kwenye kompyuta zako, yale majibu na vitu vyote, zile calculations zinakuwa zinafanywa pamoja kupitia CPU kwa maana ya central processing unit. Na kama tunavyopima uwezo wa kifaa fulani, either speed ya gari na labda kipimo cha sukari kwa mfano kama kilogram, na kompyuta nayo tunapima speed yake kupitia kifaa hiki. Sawa, na kipimo chake tunasema either ni megahertz au ni gigahertz. Kwa hiyo na gigahertz ni sawa na megahertz 1000. Kwa hiyo gigahertz iko juu zaidi. Kifaa cha pili ni hard disk ambacho hutumika kwa ajili ya kutunza kumbukumbu au kwa maana ya taarifa, na inatunza kumbukumbu kwa maana permanently, kwa kudumu, kwamba vile kile utakachokihifadhi kitaendelea kuwepo mpaka utakapofanya nini? Utakapoamua kukifuta au ile hard disk ikaharibika. Sawa, kwa hiyo ukizima kompyuta yako, ukiwasha unakikuta kile ambacho utakuwa umekihifadhi. Na kipimo chake tunachopima tunatumia megabyte, gigabyte ambayo tuna megabyte, tuna gigabyte na tuna terabyte. Megabyte ni sawa na gigabyte moja ni sawa na megabyte 1000, na terabyte moja sawa na gigabyte 1000. Na sometimes kuna kitu kinaitwa KB ambayo tunasema ni nini? Ni kilobyte. Sawa, sasa megabyte moja sawa na kilobyte 1000. Sawa. Kifaa cha tatu ambacho ni cha mwisho tunasema ni random access memory au kwa kifupi tunasema RAM. Na RAM hutunza kumbukumbu wakati kompyuta ikiwa imewashwa. Kompyuta ikizima, zile kumbukumbu zinafanya nini? Zinapotea. Kwa hiyo kwa haraka kwa mfano nikija hapa, hizi zote tunazoziona hapa kwenye desktop, hivi vyote ni nini? Ni vitu ambavyo vimehifadhiwa. Vimehifadhiwa wapi? Vimehifadhiwa kwenye hard disk. Kwa hiyo kwa haraka kwa mfano nikibonyeza hapa nikasema Microsoft Office Word, nikikliki Office itapunguka. Sasa hivi nikiwa naandika, sawa, nikiwa naandika, nikija nikisema ni close, itaniuliza do you want to save the changes to the document? Kwa nini haya maandishi yalikuwa yanaonekana na hayakuwa yameseviwa? Sawa, kwa hiyo mwanzo wakati naandika
haya maandishi yalikuwa yanaseviwa kwenye RAM ambayo ndio inahifadhi kumbukumbu kwa muda mfupi. Inahifadhi kipindi kile kompyuta inawaka. Nikizima kwa mfano hapa nilikuwa nataka kufunga, inalazimisha kusave kwenda kwenye nini? Kwenye hard disk, kwa kusudio kwamba kesho au kesho kutwa au lini nikilitaka ili file, basi nina uwezo wa kuli access. Kwa hiyo nikisema no inapotea mazima. Kwa hiyo hapa nikisema no inapotea moja kwa moja, sina namna nyingine ambayo ina uwezo wa kurecover. Kwa hiyo ni tofauti kati ya random access memory pamoja na nini? Na hard disk. Kwa hiyo hard disk inahifadhi kumbukumbu kwa kudumu, wakati memory card random access memory kwa maana ya RAM inahifadhi kwa muda mfupi. Ukitaka kuunganisha kompyuta, takriban vifaa vyote vya kompyuta huunganishwa kupitia system unit. Kwa hiyo unatumia system unit katika kuunganisha vifaa vya kompyuta. Kwa upande wa nyuma kuna ports ambazo ndio hizi unazoziona mfano, na cable ni zile zinakuwa zina plug, ambayo ile plug ndio inaenda kwenye port kwenye kompyuta. Kwa hiyo namna gani utajua kwamba plug fulani inaenda kwenye port fulani? Unaangalia either mchoro, ile plug itakuwa ina mchoro na ile port itakuwa ina mchoro. Kwa hiyo unaoanisha. Au pili unaweza ukatumia rangi kwa maana ya color codes. Sawa? Kwa hiyo utaangalia rangi ya plugs na rangi ya nini? Ya port. Kama zina mechi na mfumo jinsi zilivyo, ndivyo unavyochomeka. Sasa kwa mfano ukiangalia hapa, hii hapa ni purple, kwa hiyo lazima itakachoingia hapa ni keyboard ambayo ni purple, hapa itaingia mouse ambayo ina rangi ya green. Lakini ukiangalia pia kwa mfano hii ni ukiangalia hii na meno, hizi tunasema ni male port, hii yenye matundu tunasema female port. Kwa hiyo male port itakachokuja kuingia pale ni female plug. Hii ni male port, hii ni female port, kitakachokuja kuingia ni female plug. Sawa? Kwa hiyo kwa haraka hapa tunachomeka printer, hapa tunachomeka keyboard, hapa tunachomeka mouse. Ya monitor iko kama hivi, lakini yenyewe na matundu haina pini. Alafu hizi tunaziita ni USB ports, hizi hapa. Kwa hiyo hapa kinaingia chochote, inawezekana kaingia mouse, kuna mouse ambayo inaingia kwa mtindo wa green au kaingia katika mtindo hapa, kuna keyboard inaweza kaingia hapa au kaingia hapa. Kwa hiyo hapa inaingia chochote, inawezekana ikawa kamera, as long as una USB ports. Kwa hiyo unachomeka kwenye computer.